Sikiliza sauti ya ndani, anza na kile ulichonacho. Wakati mwingine, dunia inakuwa kelele tupu. Kila mtu ana maoni yake, kila mtu ana sauti yake. Lakini kuna sauti moja muhimu tunayopuuza mara nyingi, sauti ya ndani. Ile sauti inayokwambia wewe unaweza. Anza tu, sio lazima uwe mkamilifu. Lakini tatizo ni moja, wengi wetu tunasubiri kuwa tayari. Tunasubiri tuwe na kila kitu, ndipo tuanze. Na ndoto nyingi zimekufa hivyo. Leo hii nataka nikwambie kitu kimoja, anza na kile ulichonacho. Sauti ya ndani ni kama mwanga wa taa gizani. Inaweza kuwa ndogo, lakini ikiongozwa vizuri, inaweza kukuongoza hadi kwenye mafanikio makubwa. Watu wengi wanakandamiza sauti hiyo kwa sababu ya hofu, mashaka au maneno ya wengine. Lakini hiyo sauti ina maarifa yako ya ndani. Ina roho yako, ina maono yako. Haijalishi wengine wanasema nini, sikiliza hiyo sauti, iko kwa ajili yako, na inakuambia hivi: usikawie, anza sasa. Kuna watu wanasema, sina pesa, sina kamera, sina vifaa, sina msaada. Lakini moyo wa ushujaa anasema, tumia kalamu yako, tumia simu yako, tumia sauti yako, tumia muda wako. Anza pale ulipo na kile kidogo ulichonacho. Wakati wengine wanasubiri mamilioni, wengine wanaandika vitabu kwa karatasi ya kawaida. Wakati wengine wanasubiri studio kubwa, wengine wanarekodi video kwa simu ya mkononi. Wakati wengine wanasubiri ruhusa, mashujaa wanaanza na baadaye wanapewa jukwaa. Hebu nitaje mfano mmoja. Kuna kijana anaitwa Sospeter. Alikulia kijini Kilosa, Morogoro. Hakuwa na kompyuta, hakuwa na pesa, lakini alikuwa na ndoto ya kuwa mchoraji mkubwa wa michoro ya elimu. Alichukua karatasi za zamani, akatumia penseli, akaanza kuchora kila siku. Akapiga picha na simu ya kaka yake, akazituma kwenye WhatsApp status. Miaka 2 baadaye, leo hii Sospeter anachora kwa taasisi kubwa za elimu Afrika Mashariki. Na alikuwa mgeni maalum kwenye kongamano la vijana Dodoma. Yeye alianza na kile alichonacho. Sauti yake ya ndani ilimwambia anza tu. Na alitii. Leo hii nakukumbusha, usisubiri hali iwe kamili. Usikubali hofu ikuzuie. Usipuuze sauti yako ya ndani. Anza na kalamu, anza na neno, anza na ujuzi mdogo, anza na muda wa saa moja. Mafanikio ni matokeo ya hatua ndogo zinazoendelea kila siku. Ndoto yako haihitaji pesa nyingi, inahitaji hatua ya kwanza. Na hatua hiyo iko ndani yako. Sikiliza sauti yako ya ndani, yamini. Halafu, anza.